ambao wanapendeza moyo wake, na wachungaji ambao wanapendeza moyo wake watakao walisha katika ufahamu na katika maarifa. Wapendwa, si tu ya kwamba Mungu anatupatia hawa watu na hatuna kitu cha kuwapa. Takana kwamba wanapokuja tukaweza kujua tumejitayarisha. Na ndio maana sisi ambao ni leaders ni kwamba we need to continue learning. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu yule Mungu amesema wakuje walishwe kwa ufahamu na kwa maarifa. Ufahamu. Watu wengi wanatoka huko wajui vitu. Wamenyesha mafuta, wamenunua vitambaa, wamepitisha chini ya bendera, wamefanya vituko vingi tu. Lakini when they come kwetu, Bwana asifiwe. Tuhakikisha kwamba hawa watu tunawalisha vizuri. Tunawatayarisha chakula vizuri kwa ajili yao. Na ndio maana ili ya kwamba wakaweza kuwa tayari ni kwamba kugrow. Kwa sababu tunataka kwamba wawe equipped vizuri, ndio maana sasa wakaweza kubadilisha katika mwingine katika ulimwengu. Lakini tukiwa na culture ambayo tumeipata, ndio tutapata culture nyingine ambayo si nzuri. Yaani watu ni bora kwenda tu kanisani. Leo siku hizi tunahubiri, unajua watu wamekaa tu nyumbani kwa sababu watu wengi walipoenda kanisani hawakupata kitu cha walichokuwa wanatarajia. Yaani walitarajia tu vitu, yaani wanavunjwa moyo, wanafanywa. Yaani sasa hawa watu ambao wamekuja, yaani lazima atukuchukua muda wetu sisi tuweza kujua kwamba hawa ni watu ambao Mungu ametupa tuwalishe katika ufahamu na katika maarifa. Hata kama ni mwalimu kama amekuja tu na alikuwa hajui kuandika na akimaliza 8 tena hajui kuandika, madam unasikiaje? Ati alitoka hapo akiwa hajui kuandika, akija sasa ni PP1 ama ni grade 1? PP1. Alafu ya mwisho akitoka ni grade 9. Atatoka grade 9 ni kwamba hajui kitu. Unasahau hujui kama mwalimu. Hawezi sikia vizuri. Bwana asifiwe. Na kwa nini sisi watu wanafanya vituko? Walikuja maliza nasi miaka 10. Alafu kimwangalia baada ya 10 years dunia ile tabia yake mnyongeza. Alokiangalia wale mtoto wangu miaka 10. Unasikia amekaa chini yao kwa miaka 10. Inavunja moyo sana. Bwana asifiwe. Amen. Atokae kwa mwalimu miaka 10 na wewe hata uja hali vingine unafanya wewe, hata akithibitisha kwamba wewe ulipitia chini ya mwalimu. Kwa hivyo ni kwamba lazima tutaka Mungu atusaidie, ni kwamba when these people wanapitia kwetu, kama ni 10 years aonekana mtu ambaye amekaa kwa wokovu miaka 10. Bwana asifiwe. Amen. Miaka 10, kama vile mtu anakaa kwa mwalimu miaka 5, mzazi wake anakuwa proud. Ni kwamba mtoto wangu ana grow. Kama grade 5 ana feel proud, anajua kusoma, anajua kuandika. Na hiyo sitaki uko dada huko. Nataka tuje hapa mbele. Kama kuna baridi hapa, kuna dirisha hapa. Na Elizabeth, sikwambia leo mimi ni Asha. Kama kuna baridi nyingine hapa. Sasa watu wasema wanaota baridi. Hatuwezi ota baridi huko. Na watu wengine wanaumia na joto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba Mungu anachukua wachungaji ambao wanapendeza moyo wake na atakao walisha watu katika ufahamu na katika maarifa. And that is what we call equipping. Bwana asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Amen. Kulisha watu katika hekima na maarifa. Amen. Kwa tusonge mbele kidogo. 1 Kings chapter 3 verse 7 to 9. 1 Kings chapter 3 verse 7 to 9. First Kings 3 verse 7 to 9. Soma tunasema, na sasa Bwana Mungu wangu umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako.
badala ya Daudi baba yangu. Nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kubabanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Amen. Kiingereza kinatusaidia sana sana NIV. NIV nasema, now O Lord my God, you have made the servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for what he is able to govern these great people of yours. Kwa hivyo hapa ni wakati Suleiman alikuwa anapewa ufalme, na wakati ambapo aliomba ombi, Mungu alimwambia kwamba omba chochote utakacho nami nitakupa. Bwana asifiwe. Sasa ni hapa ambapo mfalme Suleiman alikuwa anataka kuongoza watu. Kuna vitu kadhaa ambazo ningependa tuweze kuangalia pale. Jambo la kwanza ni kwamba God chooses you among the people. Hiyo kama kiongozi ni vizuri kujua kwamba Mungu amekuchagua wewe katikati ya watu. You are not the best. Bwana asifiwe. You are just among the people. Sijui kama tuko pamoja. Katika ile mstari pale 7 panasema kwamba, now O Lord my God, you have made the servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Mstari wa 8, your servant here is among the people you have chosen. Is among the people. Ni kwamba kila wakati jua kwamba Mungu uchagua wewe kuwa kiongozi mahali, you are just among the people. Ani ni kibali tu Mungu amekupa kuongoza hawa watu, lakini wewe jua kwamba wewe ni mmoja wao. Ndio maana usijisahau. Unajua saa zingine si watumishi wa Mungu tunajisahau, tunajiita sisi sijui ni doctor, tuko na apostle, yani kabla jina lako litajwe majina matano. Wanaweza asifiwe. Doctor sijui apostle sijui reverend sijui mpaka 5 ndio sasa ufikie kwao. Mpendwa, hizo majina zote hizo hazikusaidia. You are just among the people. Unapojua kwamba you are among the people, inakufundisha kunyenyekea. Yaani ni watu tu wasomi tu wengi ambao Mungu wako na sisi. Ni watu ambao wanaofahamu wa vitu vingi sana ambao wako na sisi. Kwa hiyo ni kwamba usije ukadharau wale watu ambao Mungu amekupa. Ni kwamba these are people ambao Mungu amekuchagua tu. You are among the people. And you must always remember, you are among the people. Hata wakati ambapo pia Peter anapozungumzia, hebu soma nani katika 1 Peter chapter 5 verse 1. Pia nakuja kwamba I'm just among the people. I'm not, mimi sijainuliwa, sijainuliwa sana. Ndio maana tuache vitu vingine za kutufanya kwamba sisi hatuwezi kula na watu, sisi hatuwezi kusalamia watu, sisi ni kwamba sisi, yani ile tuachane nao. Ndio maana Yesu alikaa katikati ya watu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alikaa katikati ya watu na alielewa kwamba mimi tu ni mmoja wao. Tumesoma mpaka pale 1 Peter 5 verse 1. Nao inasema na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi
mwenzi. Hiyo ndio hata nilikuwa nataka hiyo. Mimi niliye mzee mwenzi. Waswahili wanajielewa. Hiyo tuko Mombasa kile wengine wanaelewa mwenzi nini. Ndio unajua mwenzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiingereza nasema Kiingereza enevasho. Nasema to the elders among you I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering. Amen. I appeal as a fellow elder. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mimi ni mzee, ni ndugu tu mwenzenu. Ni kwamba mimi si super, hapana, I'm just among you. And as a leader, you are just chosen among the people. Ni vizuri kuelewa hivyo. Ukielewa hivyo, ni kwamba kila kitu ni kwamba unachofanya unajua kwamba mimi ndugu, I'm just among you. Ni vile tu Mungu, mtu mmoja alisema, ni kama vile wewe umekaa huko Makadara, wanaza zifiri, nenda mkutano. Sasa nimekaa huko kama mwezi mmoja hivi, alafu wewe unakuja siku ya leo. Unajua mimi najuanga vitu kidogo pale Makadara, najua choo ziko wapi, najua jikoni iko wapi, najua nini iko wapi, lakini wewe ni mgeni. Kwa hivyo ni kwamba napokuwa hivyo, ni kwamba zote we are just patients. Lakini vile mimi nilikuwa hapo kitambo kidogo. Kwa hivyo najua naweza nikaenda pale, naweza nikapeleka pale, ama wale ambao wamekuwa katika shule katika form 4 na yule ambaye anaingia form 1. Yule form 4 ana vitu za ufahamu kidogo kuhusu shule. Anajua kwamba staff room iko huko, anajua dining hall iko pale, anajua nini mpira basketball uko pale. Kwa hivyo ni kwamba tayari anaweza kusaidia kuonyesha, lakini bado yeye ni mwanafunzi. Unajua kitu kinabakia ujue bado wewe ni mwanafunzi. Bwana asifiwe. Ndio maana usijisahau ndugu kafikia kwamba wewe ni kama Mungu umefika mbinguni. You are just a brother, you are just a sister. Bwana tuseme. We are brothers and we are sisters. Hii kazi inakukumbusha kila wakati, kwa sababu usipojikumbusha hivyo ndio unakutaka kwamba unaanza kutembea kama mtu mwingine ambapo ni kwamba unakaa watu wengine hata hakuna kitu unafanya. Hapana, we are just brothers, we are just sisters. Kwa hivyo we have been chosen among the people. Na ni kwamba wewe huko wewe ndio the super, hapana. Ni kwamba Mungu amekuchagua tu wewe. Ndio maana ni vizuri kuelewa leadership ambayo Mungu amekupa wewe. Amekupa ni nia aina gani? It is not kama mabwana vile wanareact kama wanasiasa nini. Watu wakikaa wanakuja na magari makubwa, wanapigia watu makofi, wanafanya nini? Hizo vitu takana kwamba una avoid kama kiongozi. Just be among the people. Bwana asifiwe. Just be among the people. This is my brothers, this is my sisters. Ndio maana wakati mwingine bora ndio wanapozungumza na Timotheo wanasema kwamba kwa wazee ongea nao kama wazee. Unajua sasa zingine kijana na Mungu amekutumikia kuwa pastor, unaonaga tu hawa watu wote tu hawa hakuna kitu wananiambia. That is not God. Unajua sasa zingine anamwambia Timotheo, address mzee kama mzee. Tuko pamoja. Address vijana kama vijana. Ani pastor katika kanisa la Efeso, lakini sasa Mungu anamwambia Paulo kwa sababu ni mzee ambaye amekaa, anamwambia hawa ndugu Mungu amekupa, ndio wewe ndio kiongozi, lakini jua pia ni kwamba katikati hawa watu kuna watu ambao ni wamama, kuna watu ambao ni wazee. Wewe Timotheo kwa 17 ni kwamba mpaka ujue jinsi ya kuaddress kwa njia ya heshima, kuaddress katika njia nzuri, kwa sababu unajua kwamba Mungu hajakuja kuvunja ule utaratibu ambao unakuanga pale. Kwa hivyo always katika leadership ni kwamba jua kwamba I am among the people. Bwana asifiwe. Amen. Lisa Mungu ambaye amenipa, lakini mimi ni kiongozi, lakini kwamba mimi I'm just among the people. Bwana asifiwe. Mimi ni mmoja wao. Mimi ni ndugu katika Bwana. Mimi ni dada katika Bwana. Kwa hivyo ni kwamba wakati watu wengine wanamsi kwamba ati wewe watu wameitisha mkutano wewe unakuja kuchelewa kwa sababu ni kiongozi. It is the other way around. Kana wewe wa kwanza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Si wa mwisho. Mabwana wanakujaza wa mwisho. Ndio kule nyumbani kwetu kuna system nyingine kali sana. Ani jamaa wanatengeanga tu. Ndio nimekuwa matanga huko kwa muda. Sasa nikaona vile jamaa wanafanya. Hani wanatengenga tu ya mhubiri. Wanajua tu wanakuanga na mtu kwa ground yako.
Alafu anajiona tu pastor anataka kuingia saa fulani. Jamaa kumbe amekuja tu huku wabunge tu wengi tu wamekuja tu hapo marao. Lakini kuna watu wa ground hapo. Kumbe wakati tu pastor amebakisha tu dakika 5 aingie, yeye anaingia na magari. Nasikia sijaingia na bodyguard. Ni mwana vitu huko nyumbani. Na wakija wanauliza dakika moja. Wanajua tu ya mhubiri attention itakuwa kubwa sana pale. Wanauliza, unajua wale jamaa pia wanakuja MC ambaye anaongoza hiyo kitu hata hawezi simamisha. Yaani wanaingianga na fujo hivi. Na wanaingia kama ni kama 5 4 hivi. Wamejikusanya, wanajijuana wenyewe. Sasa wakishaingia wana take over program. Unajua wakitake over program ya mhubiri, ndio maana Catholic unajua aliangalia kitu akasema hii kitu hakiwezekani. Wakaanza jinsi ya kulina kile kanisa kule nyumbani wanainavyoanga 10. Sasa wao jamaa wakishaingia hivi wanaweza sifiri. Wakishaingia tu hivi wanatake over program. Wakishatake over program ni siasa. Na unajua kwamba wanasema mhubiri, tena wanasema mhubiri, hebu nunulia mhubiri 2,000 ya soda hapo. Hakunywa akitegea. Hao jamaa wako friki bwana. Wanasema kununulia mhubiri 2,000 ya soda. Alafu anamwambia MCA tulia, letea MCA. Angalia hapo sio MCA wampe 1,000. Alafu anachukua program. Watafanya vile wanafanya kama ni masaa 2 au 3. Watu wakishtukia wanasema hata time ya mhubiri hakuna. Sasa mhubiri ukija unasoma tu andiko moja, alafu nakuwa bado mambo meisha. Na hiyo ndio system. Wanaweza asifiri. Amina. They take over, wanachukua kila kitu, wananini. Ndipo ndio wanakuwa ni mabwana. Yaani wao wanataka wakisimama mpaka huwezi tu kuanza kumtu. Na usipomtambua huyo mtu. Watu ni wanasiasa tumbani wetu. Tunaongoza wanasiasa. Watu wanapiga kelele. Wanasema fulani aongee. Sema fulani aongee. Sasa watu wenyewe wanaanza kupiga kelele. Na hata kelele yenyewe inatoshanga na wanasiasa. Wanaweza wasifiri. Amen. Yaani wao wasipojulikana mahali, wasipoongea mahali, wanasikia kwamba hapa hakuna hiyo mkutano si mzuri. Na wao wanakuja na wanavuga kila kitu, wataki kujua mlianza wapi, mlimalizia wapi. Alafu unakuja unaanza na unataka kuchukua muda vile unataka. Tunapenda pia ubehave tu hivyo. Yaani watu wamepraise worship, praise and worship. Ndugu sema ni kuomba tunakaribisha mnenani. Tena waanze kuimba nyimbo zingine tu. Tena dakika zingine 20. Na wewe watu wakianza praise huko. Unajua kuna kuweka kwenye confusion. Watu washaiona hii. Yaani ukitake over, wewe kama unaanzia kipindi kingine tu. Lakini sasa hawa watu kazi yao ilikuwa ni kufanya nini? Kutayarisha watu. Bwana asifiwe. Amen. Leo ukiingia kama leader, fanya kile umeambiwa fanya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni kwamba ni vizuri nilikuwa nasisitiza point ya kwamba ni vizuri kujua kwamba we are just among the people. Yaani sisi mpendwa kila wakati, kila mahali ulipo, jua kwamba we are among the people. Hata kama Mungu atujalia watu watuite majina bila wanatuita, lakini remember you are just a brother, you are just a sister. Bwana tuseme hapa kuna masupa apostle. Bwana asifiwe. You are just a brother, you are just a sister. Hadi kuita brother Anderson. Usikwaze ndugu, mbona pastor aje kuniita mimi ni pastor? Wewe pastor, mimi ni pastor. Mimi ni pastor. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nini inakuwa tu kwa sababu ya ile Quran the ministry, lakini hizo majina hatu provide nazo mpaka tunaanza kutishia watu. Hapana. We are just among the people. Bwana asifiwe. Amen. Point number 2 ni kwamba the people that God has given us are great. Ani hapa narudia hiyo jina sana. Katika hiyo mstari wa 7, rudia mstari wa 7 pale. Sana wale wa Kiingereza. Inaweza kuwa mzuri. Hatuko pita tuko First Kings chapter 3 verse 10. Now
have made your servant king in place of my father David. Amefika tu hapo mwanzo ni kwamba kwa hivyo King Solomon anasema kwamba you have made me a king in place of my father David. Ndio nilikuwa nakwambia kwamba lazima tujue tu kwamba mpendwa, sisi tunaenda as a leader. Remember ni kwamba uko tu pale kwa muda, lakini unaenda. Ndio maana your leadership katika kile, kama ni miaka miwili Mungu amekupa, kama ni miaka mitatu, kama ni miaka minne, miaka 10, kile kipindi ambacho Mungu amekupa, it is just a season. Ni kipindi tu ambacho Mungu amekupa. Bwana asifiwe. And you need to do your best, kwa sababu hiyo kipindi kitapita tu. Na ni kwamba wewe unapokumbukwa, ni kwamba wakati ulipewa leadership katika mahali fulani, ni kazi gani ambayo wewe ulifanya? Ni kazi gani ambayo wewe ulichukua jukumu kuifanya? Ama ulikuwa tu wewe unaketi, baadaye kwamba unapotoka katika hiyo leadership hakuna kitu ambacho wewe uliweza kufanya? Inakuwa inamuumiza sana moyo wa Mungu. Kwa hivyo ni kwamba anasema yeye anaingia badala ya baba yake Daudi. Baba yake Daudi alifanya kazi kubwa sana. Bwana asifiwe. Alikuta Israeli katika mikono ya maadui and alifight kila saa, aliweka vitu zote ziwe vizuri. Ndio maana Suleiman anapoingia anakuta nchi iko na amani, nchi iko na kila kitu vizuri. Ni kwamba kwa hivyo Suleiman alitengenezewa mahali vizuri katika leadership ambayo alikuwa nao. Nikutuomba tutamani nasi ni kwamba hata mtu ambaye atakaye next, aidha katika department, aidha katika ushirika, aidha katika mahali pote tulipo, tunapoacha pale mahali sasa mtu mwingine anaingia, panakuwa the best. Bwana asifiwe. Kama vile Daudi anavyomwachia Suleiman the best. Amepigana vita, nini yote amepigana na manini pale. Ni kwamba Daudi anaachia mfalme Suleiman nchi ambayo imetulia, nchi ambayo ina amani sasa, hakuna vita all over. Kwa hivyo Suleiman alikuwa tu ajike kutoka pale akisonga mbele. Na kwa hivyo anasema hivi, endelea na Daudi mstari wa 7. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. You are just a little child. Mapendo, kila mmoja anaingia katika leadership. Huwa hatujui mambo yote. Na wewe ukisema unajua, hujui. Unajua vile Mungu ameongoza mtu mwingine sisi atakavyo kuongoza. Ndio maana hujui. Unajua huwezi tutumia tu ujuzi ambao uliona kule ukatumia huko. Hapana, Mungu saa zingine anatuongoza tofauti kabisa. Na ndio maana we need to depend on him always. You are a little child. Ni kwamba anasema kwamba but I'm only a little child and do not know how to carry out my duties. Ani mimi ni mtoto mdogo na hata sijui jinsi ya kufanya ile kazi ambayo unapewa. Always unapoingia katika leadership, that should be the statement. I don't know how to carry out these duties. Bwana asifiwe. I'm only a child and I don't know how to carry out duties. Ndio maana kila wakati unapoingia katika leadership, mahali popote pale utapewa, usikae kama wewe unajua kila kitu. You need to depend on God. Kumwambia Mungu, hii kitu baba nifanyeje? Na ndio maana you need to learn. Ndio mtu ambaye hajui ndio anaanza kujifundisha. Anaanza kujua mimi nitasemaje, nitafanyaje, mipango hii nitaifanyaje. Na ndio maana Mungu anakupa time ya kulala. You are learning, always learning. Ni kwamba how to lead these people. Ni kwamba how to lead these people. Kwa sababu Mungu wale watu amekupa si kama mtu mwingine. Ni kwamba mtu mwingine anakuwa na watu 40, wewe una watu wawili. The system ya kuongoza watu wawili na watu 40 ni tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kuna watu wengine wanaenda kwa ushirika, yani lazima mpaka waibande ni 5. Hiyo ndio utaratibu. Lakini you can just share in fellowship. Na mkawa wawili au watatu, you just share the word of God and then you sing one song and then you pray. It is not a must uje na nyimbo 5. Bwana asifiwe. Amen. Tunajua saa zingine tunachanganyika. Bali unakuta kwamba watu saa zingine 10
alafu ni room ni moja hiyo la 10 by 10, tena mpaka tulete speaker kama hii. Wacha hii hapo. Sasa hivi tunachanganyikiana wapi? Unajua hizi vitu wewe unachukua system ya hapa, unajua hapa kama watu wamejaa, wewe sifika huko nyuma, si hivyo? Lakini watu kama ni 5 ndugu, unahitaji hizi speaker kuleta kweli. Sasa ndio mpaka upige muziki usikie watu na hiyo, ndio room ni 10 by 10. Hizo vitu ni vitu za kisa. Sijui unasema ni za ngojeni tu wakati nini itapanuka tu. Eti hizi vitu zenyewe zinakujaga automatic. Just automatic. Don't struggle. Ni kwamba kwa hivyo usiwe na mentality ya kuongoza watu 50 na una watu wawili. Watu wawili sio kaya tu na wao tu kama vile ndugu amekaa hapa and then you share the word of God. Ndugu tufungue pole katika Biblia. Na si lazima watu wasimame. Ndio sasa zingine kwa watu wanasema mpaka tusimame ndugu mpaka sisi hapa na share. Kiti chako pale wewe ni mtu watatu, yeye ni share the word of God pole. Unajua Mungu alisema ushirika ni watu wawili au watatu. Kwani watu watatu mpaka watu wawili tena mpaka mpeke sifa. Mpaka sijui mfanye nini. So share. Nimeingia katika nyumba ya mpendwa, share the word of God. Then you pray. Then you come to sadaka. Then you muende nyumbani. That is a fellowship. Hello, tuko moja. Si lazima nyimbo 10, nyimbo 5, alafu mtu wa ushuhuda. Hali vile nauza program ya kanisani hapa, mtu ameipeleka huko nyumbani yule. Hapa hizi vitu zina change. Wanaweza asifiwe. Amen. Hizi vitu zina change. Kwa hiyo unakuta kwamba katika hizo vitu wakati ambapo tunaendelea mambo ina change kila wakati, ni kwamba ni vizuri kujua to audience. Ani haujui kuongoza na ni kwamba ni Mungu anisaidie jinsi nitakavyoongoza. Halo, tuko pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni kwamba God chooses you among the people. Number 2, the people that God brings to you are great people. Ndio maana pale mstari wa 8 inasema ni kwamba your servant is here among the people you have chosen. Are great people too numerous to count or number. Kwa hivyo hiyo ni mara ya kwanza ametumia great people. Number 2 pia katika mstari wa 9 pale nasema so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern these great people of yours? Everybody God brings to you, this person is great in the eyes of God. Bwana asifiwe. And watu ambao Mungu anatupa, they are great people. Na ndio maana always as a leader, ani mtu yote ambao Mungu amekupa, hata kama mtu ni kiwete ni wa Mungu, hata kama mtu hajasoma ni wa Mungu, and these people Mungu ndiye anamwangalia, these are great people. Ndio maana mpaka ujilazimisha kuangalia vile Mungu anavyoangalia. Useme Mungu huyu, huyu sogeza huyu hapa na huyu. Mtu naongea sikia. Huyu mtu gani Mungu liletea? Huyo Mungu anamuita great person. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. This person is great. Tuko pamoja? Amina. Na ndio maana kwako mtumishi wa Mungu hakuna kudharau mtu yoyote ambao Mungu amekuletea kati. Yaani vile amevaa, vile amenatu, ndio naona kwamba wakati James anaandika anasema kwamba kuna watu ambao wanavaa heshima wanawaletea viti za mbele. Alafu watu ambao wamevaa matambara weka kando. Hiyo ni mentality ya wanadamu. Tuko pamoja? Lakini kwa Mungu ndio maana takana mpaka ujifananishe na neno la Mungu. Ya kwamba great people that God has given you. Ni kwamba Mungu ametupa watu ambao they are great. And always consider these are great people of God. Wala Mungu amekupa kama ni wawili, kama ni watatu, kama ni watano, these people are great. Ndio maana uzungumze na wao kwa kwamba these are great people. Mungu anawaangalia, anaangalia these are great people. Na si wewe sianza waanze kusema na kudharau watu na kusema kwamba hawa ni watu gani ya Mungu alinipa. Kwa sababu unakuta kwamba sasa watumishi wa Mungu
Hata tukiongea mbele pengine na mtu fulani anasema ndugu, mimi nipewa watu wengine. Yaani mimi nipewa watu wengine. Sasa hiyo ndio watumishi wa Mungu anasema. Bwana asifiwe. Amen. Yaani wale watu niko nao ndugu. Hawa watu ni vituko. Yaani yeye sasa anaona hawa watu ambao walipewa hata fadhali wangechukua watu fulani walete, lakini Mungu angelipa hawa watu. God has given you those great people. Na ndio maana anza kuangalia the greatness ya hawa watu. Wakati mtu anasema great, it is great. Bwana asifiwe. Waangalie kama great people. These people are great. Ni kwamba wakati wakiweza kufanya nini kwamba Mungu kuna kitu ambacho ameweka ndani yao ambacho is great. Alafu number 3 ni kwamba the great people belong to God. They are not yours. Kwa hivyo hawa watu anaendelea kusema kwamba mule mstari wa 9 inasema kwamba ile sehemu ya mwisho inasema these great people of yours. Mpendwa, hawa watu si wetu. Bwana asifiwe. Amen. Hawa watu si wetu. Bwana asifiwe. Ndio maana wakati mwingine Mungu anaweza walao washiriki hapa nasi miaka 2 wakaenda. Ni wa Mungu, si wako. Usiweze kumlaani. Ukienda huko ukutana na fimbo wa kugongo. Sasa nalikwambia ni wao. Halo, tuko pamoja? Mtu akienda kanisa lingine usianze kulaani. So mgeukeje ngako mtu akienda kanisa lingine usianze kulaani. Hajaanguka, amechange to church. Hiyo kiwa wachungaji wapende kusikia. Hata yeye kama ni kiongozi sikia hiyo. Mtu akienda kanisa lingine hajaanguka, ndugu yangu. Usianze hata laani au laana unafikia takutamfikia. Haiwezi kufikia huyo mtu. Ndio maana akisema anaenda muite mbariki kama kiongozi. Just bless him. Namwambia kwamba mahali anaenda aende vizuri, ni kwamba mahali anaenda aweze kufanikiwa, na ni kwamba yeye anafanya kazi ya Mungu. Lakini kulaani ati hii utaona kama utafanikiwa, utagongwa na gari, sijui utafanywa nini, utaona kama watu wako watasoma. Ndugu yangu, hawa ni watu wa Mungu. Simgeukie tena jirani mwambie hawa ni watu wa Mungu, si wako. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana usiwe unashikwa na alsa. Vitu zingine usiku na alsa, ni kazi ya Mungu. Na kazi nyingine sita kushikwa na alsa. Mtu wakati anakuja hata wewe usilipokeaga mgeni. Ama wewe unamaanisha nini ukisema umempea mtoto mgeni? Inamaanisha ujue mtu ataenda. Kwa siku ya kwenda vile ulimpokea tena ulili. Watu wapate hapo vizuri. Ani vile sema mgeni nimepata mgeni. Hapo ulikuwa unasema nini? Kumaanisha kwamba hata kaa kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mgeni tu. Na mgeni akienda sameni. Halo, tuko pamoja? Amen. Mgeni akija dada alafu aende. Unashikwa na stress. Sasa pia kama akija kwetu ni kageni. Unajua kwamba kageni katae? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haitakana kwamba inaushikwa na asili. Kwa hivyo ni kwamba Mungu anataka kwamba tugundue ni kwamba hawa watu ambao tuko na wao, hawa watu ambao wapo, these are the people of God. Hawa ni watu wa Mungu, na ni kwamba si watu wetu, si watu tu wa kanisa hii. Hapana, they belong to the body of Christ. Kwa hivyo ni kwamba wale ambao Mungu ametujalia ni kwamba tuko na wao, we need to equip them, tuwatayarishe vizuri, ni kwamba ili hata kama wataenda katika maeneo mengine they can bring an impact katika pale ambapo wapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni majukumu ambayo umetupa. Kwa hivyo these people, they are great people of God, not ours. Ndio maana katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, kama unaweza kusoma, unaweza kusoma.
bado tunaendelea jambo la equipping, hapo ndipo tunaendelea. First Corinthians 6 verse 19 nasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mmenunuliwa kwa thamani. Sasa basi tukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Bwana asifiwe. Hawa watu ni wa Mungu na ni kwamba wamenunuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa hivyo always, wakati wote, ni kwamba wakati tunapohudumia hawa watu ambao Mungu ametupa, tukumbuke ya kwamba these people belongs to God. Bwana asifiwe. Hawa ni watu wa Mungu. Ndio maana hata tunaposema mbele yao, jua kwamba unasimama mbele ya watoto wa Mungu. Hawa ni watoto wa Mungu. They belong to God. Anything ambao unafanya kwao ni kwamba jua kwamba these are the people of God. And in the eyes of God, they are great. They are great people. Bwana asifiwe. Unajua Suleiman, uongozi wake wakati alianza hivi akiwa mtoto mdogo, anasema hajui kusoma, sio hajui kuongoza vizuri, akaomba Mungu ampe hekima. Wakati Suleiman alipata hekima, ni kwamba Suleiman alipotea kabisa njia. Hata akasema kwamba akaameletewa, akaenda kwa wazee wakamshauri vizuri, akakataa ushauri wa wazee, akaenda kwa ushauri wa vijana. Na Suleiman akawekea watu mizigo mizito. Ni kwamba Suleiman akapotea katika njia za Mungu kabisa, akasahau ni kwamba kile ambacho alipokuja katika leadership alikuwa anamaanisha. Na ndio maana always ni kwamba you remember kile ambacho Mungu amepata kufanya ndani yao kama kiongozi. Na ni kwamba kumbuka kwamba these people that you are leading, they are great people, but they are great people of God. Bwana asifiwe. They are great people of God. Ndio maana moyo wako wote upeane kwa hawa watu. Hali na Mungu anapendeza. That is the heart of God. Hebu soma nami katika John chapter 21 verse 15 to 17. Hiyo ndio moyo wa Mungu, hawa watu ambao ametupa. And then when you feed these people na vizuri na chakula kizuri, unapendeza Mungu sana. Bwana asifiwe. Yaani wakati ambapo unajitoa katika lile kundi, unajitoa katika hawa watu ambao wako, unajitoa ni kwa ajili ya kuwalisha, kwa ajili ya kuangalia. Ni kwamba Mungu anafurahishwa sana mahali yupo. Anafurahishwa sana kwa sababu ile kazi ambao unafanya ni kwa ajili ya hawa watu ambao Mungu amekupa. Soma nami katika hiyo John 21 verse 15 to 17. Nasema, basi alipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petero, je, Simoni wa Yona, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha mwana-kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yona, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Amen. Bwana asifiwe. Yaani huyu ni Peter anazungumza na Yesu. Sasa Yesu alimuita kando. Tunakumbuka kile kitu kilikuwa kimefanyika, kama Yesu alikuwa Peter alikuwa ameenda kuvua samaki na wakaacha Yesu. Na wakati ile kwamba nani hajafufuka, ni kwamba wakati ambapo Yesu hajapaa alikuwa amefufuka, lakini bado hajapaa juu. Bwana asifiwe. Sasa ni kwamba katika kule kukaa wao akamuita Peter. Na anamwambia Peter, je, Peter wanipenda? Na ukiangalia the way anavyo-express moyo wake, unajua ni vizuri kusikia tone ya Yesu hata katika ile anapozungumza. Bwana asifiwe. Anamuuliza, je, Peter wanipenda?
Unajua sasa hii si tu anazungumza tu akienda, hebu mchungaji njoo hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona sasa huyu ni Yesu ambaye anazungumza na Peter sasa. Anamwambia ndugu yangu, je, walipenda? Ndugu anakaa nini? Anamuuliza tena, ndugu, je, walipenda? Bwana Yesu asifiwe. Anamuuliza tena, anamwambia ndugu, je, walipenda? Kwa hivyo ni kwamba huyu, unajua Yesu anataka kwenda juu. Anataka kupaa juu. Lakini sasa anaangalia kundi lake kwa sababu Peter alirudi kuvua samaki. Sasa ni kwamba Yesu ana huzuni katika moyo wake. Anasema sasa hawa watu, je, nitawacha kwa ndugu ambaye sasa hata wajali? Nitamwacha kwa ndugu ambaye hajali? Anaanza kusema nitakula nini sasa? Nitavaa nini mimi? Bwana Yesu asifiwe. Asante sana ndugu unaweza keti. Unajua sasa hivi tunakuwa na sababu nyingi tu. Hata sasa hivi wakati mwingine unakuta kwamba mambo yanatukumba mengi, mambo ya kazi, mambo ya kupata riziki. Hivyo ndivyo ilikuwa kinapita, ndio hii hata ilikuwa kwetu hivi. Sasa ndio Yesu alikuwa anakaa na wao, at least yake hubiri, hawa jamaa walikuwa nakula. Sasa wakati jamaa wakaona hapa Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndugu kitaumana hapa. Hivyo ni afadhali sisi turudi kuvua samaki. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali sisi tutarudi kuvua samaki. Na ndio maana sasa Peter wanaangalia wao, wanaona pia hapa mambo yataenda. Sasa ni kwamba na huyu anamwambia kwamba je, unanipenda kuliko hawa? Unanipenda kuliko hiki? Unanipenda kuliko hiki? Hivyo anataka upendo wake uwe uko juu. Na anasema kama wanipenda basi lisha hawa kondoo zangu. Ani kujirisha upendo wako kama kiongozi. Kama unanipenda, unampenda ndugu. Kama unanipenda dada, lisha hawa kondoo zangu. Bwana Yesu asifiwe. Lisha hawa kondoo zangu. Hani moyo wa Yesu kwa ajili ya wale watu ambao Mungu amekupa. Hata kama ni watano. Unajua uzuri wa Mungu utafika mbinguni, Mungu hata kuuliza watu ambao hakupa. Ni kwamba Mungu atakuuliza ile kundi ambalo alikupa. Kama alikupa washirika 10, hao ndio Mungu atakana kwamba ugharamike kwa ajili yao. You equip them, uwatarishe vizuri. Ni kwamba ili ya kwamba akija anasema mimi nimeangalia. Kwa sababu hata wakati Yesu alikuwa anapeana talanta, alipeana 5, akapeana mwingine 2, mwingine akapeana 1. Na alikuwa sema kwamba mimi napeana kulingana na uwezo wangu. Ili sio kama unajua kuna watu wengine tunataka kanisa liongezeke, lakini wale watu Mungu alimpa 2. Hata hakuna kitu amefanya kweli. Sasa kuna watu wengine wanaofanya kanisa iko na watu 10,000, lakini the impact hiyo kanisa 10,000 hakuna kitu kimefanyika pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa it is not about numbers. It is about the heart. Ni kwamba to produce their capability. Kila ambacho Mungu ameweka ndani ya kila mmoja huyu. Ni kwamba kila ambacho Mungu ameweka ndani ya hawa watu, je, kinaweza kuwa productive? Kinaweza kujidhihirisha nje? Unaweza kuwa katika, unajua kama Mungu anataka uhubiri Mungu peke yake mpendwa, na hapo ndipo Mungu alikusudia, ni kwamba ukifanya vizuri, ukifika mbinguni atakwambia well done, good and faithful servant. Because it is not ukubwa au uchache, ni kwamba Mungu anataka ule uaminifu. Yule mtu ambao Mungu amenipa, hata kabla kuuliza mwingine aje, lakini yule ambaye amekupa. Unaweza usifiwe. Kwa sababu zingine tunalea mtu ambaye ni jambazi kabisa sugu. Alafu nasema Mungu leta mwingine, leta. Sasa Mungu anaangalia na hawa. Na huyu alikupa huyu. Unaweza usifiwe. Mbona mtu pale alikuwa? Mungu ni kiburi huyu, hata huyu wewe uondoe kabisa. Mungu anakuambia kwanza wewe angalia huyo amekupa katika leo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni kwamba ni vizuri kuwalisha
kuwalisha wale ambao Mungu ametupa, kuwalisha wale watu ambao Mungu ametuletea. Ni kwamba wamesonga kutoka wapi, wamefika wapi, wametoka wapi, wamefika wapi, wametoka wapi, wamefika wapi. That is very important katika ile kazi ambayo ni kwamba Mungu anapata kutupa. Bwana Yesu asifiwe. Soma nami katika 1 Samuel chapter 22 verse 1 and 2. 1 Samuel chapter 2 1 Samuel chapter 22 verse 1 and 2. 1 Samuel chapter 22 verse 1 and 2 inasema, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adulamu, na ndugu zake na watu wote wa habari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko, na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao, nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Daudi alikimbilia pangoni, anakimbilia mahali kwa sababu ya vita za Sauli. Sasa alipokimbilia katika pango, kuna watu ambao walimfuata. Tulisema kwamba watu wanakuja katika aina tatu. Kuna watu ambao some people come by themselves, others you go for them, and others are brought to you by someone else or other sources. Kwa hivyo ijalishi watu wamekuja vipi, lakini kikubwa ni kwamba watu Mungu amekuletea. Anaweza asifiwe. Ani watu Mungu amekuja. Aidha kuna watu walienda kuhubiria, aidha kuna watu Mungu aliwaleta, aidha kuna watu ambao waliletwa na watu wengine kutokana na mahali wengine wakakuja kwako. Haya yote ni kwamba hawa watu wote sasa wanakuja kwako. Wanapokuja kwako sasa ni kwamba ni kazi ya equipping these people. Kwa hivyo Daudi alipokuja, wale watu walipokuja kwake walikuwa ni watu waliojaa uchungu, watu waliojaa madeni, watu waliojaa shida. Yaani watu walikuja kwa Daudi watu tu wa shida tu, lakini Daudi akawa ni jemedari wao. Na hapo ndipo kuna kiongozi. Kiongozi anajulikana kwa watu ambao ni wazuri, anajulikana kwa watu ambao ni wabaya. Kwa hivyo Daudi baada ya miaka kadhaa aliproduce wakawa hawa watu ambao walikuwa wanamjaa madeni, wale watu walikuwa na uchungu mwingi, watu ambao walikuwa na njaa, walikuwa hawana chochote. Daudi akawa transform sasa katika maisha yao, akakaa na wao. Alipokaa na muda na wao ni kwamba wakawa ni majemedari, wakawa ni watu ambao ni mashujaa. Na hiyo ndio kitu ambacho Mungu anataka kwamba kanisa inapoanza, ama wale watu ambao Mungu anatuletea ni watu ambao wako na shida tu, watu ambao wako na madeni, watu ambao wako na mambo mengi na masumbua, watu wako na uchungu mwingi. Sasa mahali pa kupeleka hawa watu vizuri ni kanisani. Halo. Na ni kwa ushirika wako ambao ni kiongozi. Ama Mungu atawapeleka wapi wengine isipokuwa ni wewe wako. Sasa mtu alikuwa anakuja kanisani mwambia sema haya huyu Mungu huyu mtoe huyu. Afai kabisa huyu. Kumbe huyo ndio qualification ya Mungu kuleta kwako as a God, as a leader. Ni kwamba kwa hivyo huyo mtu anahitaji kitu kinaitwa transformation. Mtazamo wake ugeuzwe, vile anavyoangalia mambo yageuzwe. Na ndio maana sasa ni kazi kwa ajili ya kiongozi. Ndio maana sasa ni kwamba wakati Mungu amemleta huyo mtu, anahitaji mtu ya kwamba awe transformed, akuwe ni mighty man, akuwe ni mtu ambaye anaweza, akuwe ni mtu ambaye atasaidia kazi. Ni kwamba ni sisi kupata watu wengi tu. Unajua sisi tunataka watu wengi tu, lakini Mungu katika neno yake huwa hataki watu wengi bila watu kufikiria. Anataka quality people. Bwana asifiwe. Na ndio maana Yesu alichagua watu 12
Lakini Yesu hakujiunga na kundi. Aliconcentrate with the 12. Yaani watu wengine akiwahudumia wanaenda na waponya magonjwa, mapepo na nini, lakini kwa wanafunzi, wewe ushasikia wanafunzi walitolewa pepo? Halo, tuko pamoja? Alisikia wanafunzi wa Yesu walitolewa pepo? Na kwa nini Biblia ilificha kama wanafunzi walitolewa pepo? Wale mitume 12. Nafikiri kwa nini? Kwa sababu niambia kutoka ushuru kama nani Mathayo wako na pepo. Ona nini Bwana, tuko pamoja. Amen. Hali Yesu alitaka hawa watu vitu zingine wanaweza kufikiria. Kwa hawa watu vitu zingine kwao hata hataki zitajwe. Ndio kwa nasema kwamba mambo mengine kwetu haitakani kutajwa. Wanaweza asifiwe. Amen. Anataka kwamba kuwaleta hawa watu waelewe. Ndio maana injili ambayo alikuwa na wapa hawa si kama injili ya mikate. Unajua hawa wengine ni watu wanakuja na magonjwa, anawaponya, anafanya nini, lakini kwa hawa ni tofauti. Anapoanza kuzungumza na wao, anawaambia mtakula mwili wangu na mtakunywa damu yangu. Hiyo si injili yangu za mhubiri wa Israeli. Utagongwa mawe. Wanaweza asifiwe. Lakini Yesu alitaka kuwapa hawa wanafunzi. Kwa sababu the training ambayo alikuwa train haikuwa training ya umati. Na ndio maana as a church lazima mpaka tuna identify the people ambao katika umati. It is not about huduma ya generation na umati. Itaendeleshwa na people ambao wanaelewa, wanajijua, wanaelewa kule tunatoka, wanaelewa kule tunaenda. Na ndio maana Yesu aliconcentrate na wachache. Huduma yake inaposema kwamba inakuwa na wale wachache, lakini wale wachache wenyewe ni kwamba walikuwa wanakomaa vizuri. Alitransform them. Alisema ni kwamba njooni nanyi mtamfanya mwe wavivu wa watu. Wanaweza wasifiwe. Kwa hivyo ni kwamba hao watu wakiwa transformed vizuri, ndio sasa hao watu transform na wale wengine. Na ndio maana Yesu hakujalisha, hakuangalia wasomi, hakuangalia watu ambao wana mambo makubwa, lakini aliangalia mioyo. Akasema kwamba these are the people ambao ni kwamba they need to be transformed, wajijue, wajielewe. Na ndio maana wao pia walianza kukua, kwa sababu walikuwa wanasema hao watu walikuwa hawajasoma. Nilikuwa nauliza wapendwa wengine kwamba mtu hajasoma na anaandika vitabu vitano vya Biblia. Tena Yohana anasema kwamba nimeandika kwa lugha yangu mwenyewe. Au Biblia imedanganya hao watu walikuwa wamesoma, walikuwa wamesoma. Dada, Madam Philip. Biblia imedanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kilifanyika ni kwamba mpendwa, walipoitwa walielewa tumeitwa ndugu. Tekela tuulishe watu wa Mungu na ufahamu na maarifa. Hakuna kitu cha kuingia hapa sema unajua nisikusoma. Hakuna kitu. Unajua kitabu cha Peter ndiye aliandika hiyo kitabu cha Marko. Marko alikuwa ni kasiri yake. Lakini kwa sababu Peter hakusoma, alikuwa anaenda kumwambia Peter, nini John Mark, andika hivi. Kwa hivyo yale mambo yalikuwa yanasomwa, Mark anaandika kitabu cha Marko, na theolojia wanajua. Wanaweza asifiwe. Lakini kafika mahali Peter akasema, kwanza toka tu kitupu. Hata nisiandike chochote Bwana, hapana. Mungu nisaidie. Nitaanza kusoma mimi. Akaanza kusoma vitabu. Akasema leo mimi nitaandika kwa handwriting yangu mwenyewe. Na Peter anapoandika anasema hata kama sikuandika kama mtume Paulo ambao mambo mengine sijajui, lakini mimi nimejaribu. Nukijaribu kusoma kwa Peter na second Peter, unaonaje vile na flow? Bwana asifiwe. Kwa ndugu ambaye hakusoma. Sasa ni kwamba huwezi bakia tu pale unakuletea watu matope, ndio unataka ni mimi mnajua. Sasa mnajua mimi sikusoma Bwana.
Si mnajua mimi sikusoma. Hakuna kitu kama hiyo. Ni kwamba unapopewa tumbo ni nini tu unaanza hata kama uko na darasa la nini, kuna dada yetu mmoja hapa anafanya mtihani wa form 4. Nimwambia yeye usome. Akaenda ndio alienda mahali kukwambia wewe ndio kufika form 4. Ni kwamba kwa hivyo wewe uweze ingia mahali. Nikamwambia dada, hiyo ni challenge nzuri. Wewe rudi shule. Ende usome tutapewa certificate ya form 4. Sasa hizi tunaposema anakalia mtihani wa form 4 sasa hivi. Na hapa na watoto wakubwa wanakalia na mtoto wake hapo form something na yeye pia anakalia mtu na hiyo ndio juhudi nzuri. Anapata certificate ya form 4. Piga Bwana Yesu makofi. Kwa sababu mbele huwezi kupeana riso. Ni kwamba Mungu, unajua mimi sikusoma. Unajua mimi sikusoma. Hiyo si sababu mbele za Mungu. Na ndio maana hawa wapendwa walikuwa si wasomi ndio, lakini kila ambacho Mungu aliwapa wakaanza kujifundisha na kusoma neno la Mungu, wakaanza kujifundisha na kusoma Biblia, wakaanza kugrow. Na Mungu naye, unajua wakati ambapo unapodetermine kufanya jambo, Mungu anaachilia kitu kinaitwa grace. Bwana asifiwe. Na Peter akahubiri neno vizuri. Ni kwamba na watu wakamwangalia sema huyu ndugu si hakusoma, lakini wakasema lakini sasa alikuwa na Yesu. Bwana asifiwe. Na tumeona Mungu atuinue wapendwa. Ndio Mungu ametuletea katika background, humble background, wengine watakwenda shule, lakini tunapozidi kwenda mbele ni kwamba sisi tutakuwa tu watu ambao tunatoa neno la Mungu kama wasomi. Tunaipanga vizuri kama wasomi. Kwa sababu tunataka tufikie na watu wa university. Hatuwezi kufikia na watu wa university na kitu ambacho kieleweki. Ndio maana mpaka tuweze kujifundisha vizuri. We go to school. Bwana asifiwe. Hata katika mtandao kuna mambo tu mengi mpendo. Kila mtu kujifundisha. Ani Mungu amerahisisha vitu. Ani just ukistaka study the topic ya faith, unaweza kupata information ya kutosha. Na ukajifundisha about faith. Ukitaka kujifundisha about the blood of Jesus, you have the information ya kutosha. Na hizo vitu unapozidi kuziweka pamoja, na unasikiza pia katika internet kuna watumishi wazuri ambao they can speak about the blood of Jesus. Tukua tutamu na kuwasikiza. The more you listen to these people, the more you read about the blood of Jesus, then unatayarisha nafsi zako. They will be the best. Kwa sababu umesikiza kutoka kwa watumishi wengine tofauti, umestudy about the blood of Jesus, alafu baadaye kila ambacho Mungu anakuzungumzia sasa wewe ni kwako unakileta, kinakuwa ni kitu kizuri. Watu wanaposikiza ujumbe wako, wanasikiza kwamba ujumbe huu wanaanza kusikiza tena. Usikize kuja mbele ya watu kusema unajua mimi sikusoma. Hizo vitu kama ni sadaka. Usiongee yako mbili, hizo vitu kama ni sadaka kuna. Bwana asifiwe. Amen. Kila kitu nasema kwamba it is done excellent and in all order. Mtu anasikia mstari kweli. Everything should be done decently and in watu wanasema mstari. Nafikiri mstari wa mwisho katika 1 Corinthians chapter 14. Everything should be done decently and in order. Kama watu watatumia hapo tusomea hapo. Kwa hivyo Mungu anataka tu mambo ya matupe alafu mtu akuuliza anasema ndugu unajua sikusoma. Kusoma kwetu hata sisi hatukusoma sana lakini mpaka tujaribu sana. Siambie mtumishi wa Mungu hapa karibu na wewe ujaribu sana. 1 Corinthians chapter 14 verse 40 nasema let all things be done decently and in order. Let everything. Rudia mstari tena. Kiingereza inasema vizuri sana. Nasema let all things be done decently and in order. Let all things. Hata kama hatukusoma, Mungu hataki kujua hiyo. The all things be done decently and in order. Bwana asifiwe. Everything and all things to be done decently and in order. Na hivyo ni kwamba mpaka tuweze kufika to the standard ambao Mungu anataka tuwe as the servants of God.
Kwa hiyo ni kwamba these people Mungu anatupa hawatakuwa ni watu wazuri. Ni kwamba Mungu anatuletea hawa watu, lakini hawa watu wengine watakuwa wazuri vile wanavyofikiria, lakini jukumu letu ni kwamba tukapate kuwatayarisha hawa watu vile Mungu anavyotaka, ili ya kwamba tukaweze hawa watu wakaweze kufikia kile kiwango ambacho Mungu anataka wawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma nami katika Ephesians chapter 4 verse 11-14. Chapter 4 verse 11 inasema, naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba the main purpose ya watumishi wa Mungu wote, apostle, prophet, evangelist, pastor na teachers, kazi zao ni tatu. Kazi ya kwanza, it is to equip the saints for the work of ministry. Kazi yao ni equipping the saints for the work of ministry. Number 2, it is to build up the body of Christ. It is to build up the body of Christ. And number 3, it is promoting the knowledge of the Son of God. Promoting the knowledge of the Son of God. Kwa hivyo hapa kuna mambo matatu ambayo ni muhimu. Jambo la kwanza ni equip, jambo la tatu build, na jambo la tatu ni knowledge. Equipping, building and knowledge. Na ni kwamba haya ni maneno muhimu sana wakati ambapo tunapoongea. Kwa hivyo ni kwamba katika hawa watu ambao ni watatu, watano, ofisi tano, the apostle, the prophet, the evangelistic, the pastors and the teachers. Kazi zao ni tatu. Kumaanisha kwamba kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anaashiria hapo. Hebu nitaonyesha hiyo picha alafu Mungu tunaweza kumaliza. Watu watano waje hapa. Alafu tunaweza kumaliza kipindi changu. Sasa nafika saa 6, si ndio? Sawa. Nasema tusiwe mtu hapo mbele. Bado watu wawili. Bado mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi ofisi hili zina maana yake pia, huwa wakati zinastahili hivyo. Azipelekwangi pasta huko, alafu huko inaikuja nini? Hapana. Ukiangalia zinaenda tu ni order hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa ni kwamba huyo anajiita apostle. Si sawa? Huyo anajiita prophet. Huyo watatu ni dada yetu ni mfupi na anachukua evangelist. Evangelist ndio mrefu kwa zote. Bwana Yesu asifiwe. Evangelist. Alafu huyo ni pastor. Alafu huyo ni teacher. Kazi zao ni tatu. Ya kwanza to equip saints. Sitaki hawajibu nyinyi ambao mko kule. Nyinyi ndio mmeketi kama bosi. Sasa kazi yao kwanza ni number 1, to equip saints. To equip the saints. Tuongee kwa sauti.
Equipping the saints. Si equipping the saints, tutakuja maliza. Kwani nimesema tu equipping the saints. Number 1, it is equipping the saints for the work of the ministry. Number 2, building the body of Christ. Number 3, promoting the knowledge of the Son of God. Na kwa hivyo ni kwamba hii katika hizi ofisi hata si vyeo kwa tunafikirianga ni vyeo. Si vyeo. Wanaweza asifiwe. Ukitaka kujua si vyeo ni kwamba ni wakati Mungu ameachilia hizo vitu alafu amezipa kazi moja zote. Unajua inaanzia ukitaka kusoma vizuri unasema mstari wa 11 alafu unaingia mstari wa 12. Tuko pamoja. Maanisha kwamba hii katika hizo ofisi ni kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaachilia kwa church. Na ni kwamba katika upande wa apostle kazi yake ni building the foundations. Ani kazi ya apostle katika mwili wa Kristo katika mrengo ule anajenga kitu kinaitwa foundations. Wanaweza asifiwe. Foundations katika ndoa, foundation katika church, foundation katika kwa hivyo yeye apostle tunaweza makija unakuta kwamba anabadilisha hata mambo vile anafanya. Anabadilisha kwa sababu is concerned about the foundation. Ani apostle wakati anaingia mahali is about foundation. Na ndio maana tunasema kwamba tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba yana mambo ya foundation. Alafu ni kwamba mtu ambaye anaitwa nabii. Nabii kazi yake ni kwamba anasikia sauti ya Mungu. Na hiyo ndio kitu ambacho anaachilia kwa church. Ni kwamba jinsi vile watu wanaweza kusikia sauti ya Bwana. Bwana asifiwe. Ndio maana zinakuwa kompani mara mbili. Ni kwamba katika msingi wa manabii na mitume, kazi ya mwinjilisti ni kwamba ni kuwa na mzigo ni kwa wale watu ambao wamepotea, watu ambao ama ushirika hawapo. Kwa hivyo ni kwamba ni ministry ambayo ni kwamba inaangalia wale ambao wamepotea katika mwili wa Kristo wanarejeshwa. Na kazi ya mchungaji ni kazi yake kujali. It is caring for the flock. Bwana asifiwe. Na ni kwamba na kazi ya mwalimu ni kwamba ni kulichambua na kulielewa neno la Mungu. Kwa mfano, ni kwamba mhubiri anakuja na kusema mtabarikiwa. Huyo ni mhubiri. Mwalimu anauliza tutabarikiwa vipi? Usipokuwa na mwalimu unatakwaza utabarikiwa na minua mikono papa. Kesho hakuna mtu ana kitu hapo. Hapo kanisani hakuna mwalimu. Mwalimu anataka kuambia nyumba utafute pesa, uanzie biashara, ufanye nini kazi ya mwalimu? Mbona tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kwamba hizi huduma zote hizi takana siwe ndani ya mtu. Ni kwamba kwa hivyo hao wote wanaachilia hiyo. Yaani hapa ndugu wanajenga misingi kila familia katika hiyo. Na ni kwamba si lazima uwe apostle ndio weke the foundation. Hapana. It is the ministry, ni kwamba it is the anointing, the apostolic anointing. Asa yule anasema kwamba hiyo sasa ni apostolic anointing inaachiliwa ndani ya maisha yako. Kwa hiyo ni kwamba wewe unajenga sawa sawa na msingi wa Mungu. Kila kitu ni kwamba kama familia yako imejengwa vizuri katika misingi, biashara, nini kila kitu they have been built in a good foundation. Pia Mkristo huyo mmoja tekea kwamba aweze kujua jinsi ya kusikia sauti ya Bwana. That is a prophetic anointing. Bwana asifiwe. Kila mmoja ni kwamba atakayeweza kujua jinsi ya kufikia mtu ambaye amepotea. Ni huduma ambayo itakayofanyika kanisani. Ni kwamba kila mmoja atakayejua jinsi ya kufikia mtu ambaye hajaokoka na kumleta katika nyumba ya Bwana. Alafu ni kwamba huduma ya uchungaji za kwa moja, lakini kuna
teaching anointing. Nataka kwamba isambaze katika kanisa lote. Ni kwamba kila mmoja anajua jinsi ya kufanya mambo vizuri. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hivyo hizo huduma zote ni kwamba zinaashiriwa katika maisha ya kila mmoja wetu. Ni kwamba hiyo zipo sasa zinafanya kazi. Kwa hivyo it is not just ni kwamba tunasema ni ofisi fulani, hapana, lakini kwamba that anointing ambayo inatokana na prophetic, the apostolic, the pastoral, the evangelistic, ili kwamba hizi zinini zote zinadhihirishwa katika nyumba ya Bwana. Tuwapigie makofi wapendwa hawa. God bless you so much. Thank you. Makofi ya Bwana. Hata hivyo lunch inakaribia. Kwa hivyo muda wangu umeisha. Tukija kesho tutakuwa tunadeal na kitu kinaitwa leadership and growth. Bwana asifiwe. Kesho tutakuwa tunadeal na leadership and growth. Tutaangalia tunapozungumzia kuhusu kukua kwa kanisa ni kwamba tunakuwa vipi, tunakuwa wapi, tunakuwa kwa njia gani. Ndio maana hiyo tutakuwa tunaizungumzia. Lakini wakati kabla sija ni kwamba Madam Free mwenyewe bwana, ni kipindi cha maswali. I think tuna 30 minutes kujibu maswali before we go for lunch. Kwa hivyo naamini kwamba lunch iko karibu. Lunch iko karibu. Kwamba tutakana tunaingia lunch. Kwa hivyo tuna at least 25 minutes ya kuuliza swali na tukaweza kulishughulikia. Uliza swali lolote.